Dakika moja tu tusimame, tunyamaze, tumpatie heshima kijana wetu. Asante. Nichukue kwa fursa hii kwa niaba ya watu wa Kilifi, familia yangu na mimi mwenyewe, mwambie mama pole sana, na Mary uwe pole sana, na ndugu zake wote. Ajali hii ilipotokea siku ya Ijumaa, ilikuwa Ijumaa, sio? Siku ya Ijumaa kama saa kwa Jumamosi ama Ijumaa, Jumamosi. Wewe unanichanganya zaidi. Kwa Thursday, wewe hujui kitu nakuja kukusumbua kitu. Tarehe 3, acha niseme kwa urahisi. Ajali ilipofanyika, nilipigiwa simu na Kapasho akaniambia Manucho amepata ajali na amekimbizwa pale Malindi hospitali. Lakini hali yake si mzuri sana. Na bahati nzuri ilikuwa na timu yangu iko Malindi, kila mtu tukamtuma hapo, tukasema tuchukue gari ya kubeba wagonjwa ili apelekwe Kilifi afanyiwe vipimo zaidi, kwa sababu alikuwa analia tumbo sana. Bahati mbaya walipofika pale Arabuko, Manucho akatuacha. Najua kwamba baada ya ukaguzi Manucho alikuwa ameumia sana, alikuwa ameumia na alikuwa anavuja damu ndani ya tumbo, kwa hivyo ilikuwa shida sana. Tulijaribu kila kitu ili afike hospitali, lakini siku zilikuwa zake zimefika na Mungu akamchukua. Nikisimama hapa nasimama kwa roho ya huzuni sana, kwa sababu kijana huyu katika wale vijana ambao wanashirikiana kufanya kazi ya Mung'aro, Manucho alikuwa katika wale vijana wachache ambao akikutafuta atakutafuta kama ana dharura sana, hakutafuti kila wakati. Na mara ya mwisho tulikuwa na mwenzake ambao anashikana sana, anaitwa Jaguar, sijui kama yuko hapa leo. Yuko hapa? Huyu hapa. Walikuwa pamoja na najua kwamba alikuwa na mipango ya kufanya harusi. Alikuwa tumeongea na Jaguar huyu na yeye kwamba pale kila atakuwa anahitaji tungeweza kumsaidia, na katika ile mikakati yetu ya kujaribu wale vijana kuwasaidia ajira, tayari katika timu ya Manucho vijana 9 tayari ameajiriwa kwa kaunti, na wale wengine bado tulikuwa tunajaribu kuwatafutia akiwamo mmoja Manucho. Asante Jaguar. Lakini kuna wale ambao wanasema tu miradi, kuna wale tu ambao wanaweza kushiriki katika kutangaza yale ambayo tunafanya. Lakini wale ambao mliona siku ile Manucho alifariki, hata ile siku hiyo katika simu yake ukiangalia alikuwa ameweka Mung'aro. Kwangu ilikuwa pigo kubwa sana, pengine wengi wenu hamkujua vile mimi binafsi nilisikia, kwa sababu niliendelea kufuatilia hiyo gari enda Kilifi. Wakati mmoja nikipiga simu, wale walikuwa kwa gari wote walikuwa hawashiki. Nipigia na mamake alikuwa ndani, kulikuwa na ndugu yake na kulikuwa na ule muuguzi.
na hapo nilishikwa na wasiwasi, kwa sababu ukiona unapigia watu simu hata kila kuna mmoja anashika, jua iko shida. Na baada ya dakika 2-3 yule daktari ambaye alikuwa anamwambia atafute madaktari wenzake kule Kilifi amngoje, akasema pole gavana, kwa bahati mbaya tumepoteza yule kijana. Ilikuwa kitu kigumu sana kwangu, kwa sababu kijana huyu alikuwa kijana mwenye bidii. Lakini mbali ya hapo, nafikiri hiyo siku kulikuwa na mambo mengi. Kulikuwa na mkutano hiyo Jumamosi ya jamii fulani, kulikuwa na mikutano ya mambo mingi, lakini siku hiyo sikuweza kufanya kazi yoyote ya umma kwa sababu nilikuwa nasikia kusikitika sana. Kwa hivyo nikisimama hapa, mama, familia na watu wote wa hapa Magarini na Gongoni, naambia poleni sana sana sana. Tumepoteza kijana ambaye alikuwa jeshi letu. Tumepoteza kijana ambaye alijituma, na najua na ndugu yake hapa alikuwa anaambia huyu Kiraga Samson, anaitwa Samson ya utamtafutia pale kibarua na tumlete hapa Gongoni ili awe karibu na mama na angalie ndugu zake hapa. Najua vile tulikuwa tumeongea na Jagwa. Najua kuna yale pengine Jagwa hajui, lakini pengine Mary unayojua. Tukimaliza mazishi leo utaongea na wewe utujulishe yale ambayo ulikuwa unaona Jagwa alikuwa anataka kutimizia, hasa familia Manucho, yeye na Jagwa huwezi kuwatenganisha, lakini safari wametenganishwa ili tuweze kuona tutasaidia wapi. Lakini kimoja ambacho niliambiwa na timu yangu ilikuwa inafanya kazi hapa ya kupanga ni masuala ya mama. Kwa hivyo Kiraga na yule team leader wenu anaitwa nani, Yufa kwa mtapanga baada ya mazishi, mtarudi hapa muangalie, nitawatafutia fundi, tuandulie mawe, kila kitu, mjaribu mwekee mama nyumba pale ya kuishi, kwa sababu nina hakika kama Jagwa leo angelifanikiwa afanye kibarua Manucho, ole Jagwa, Manucho angelikuwa pengine wazo lake moja, angesema mimi wacha nimwekee kitu hiki mamangu. Fanya hivyo kwa dharura, na yale mengine ambayo tutaelezwa nitafuatilia. Kwa hivyo tuko hapa kwa uzuri sana ya kumshindikiza kijana huyu, na najua kwa vijana wenzake wana uchungu sana. Najua kila mtu ambaye yuko hapa leo, kama angekuwa na uwezo siku ile ya tarehe 3, pengine angesema kila mtu, mimi ningekuwa hapo, pengine Manucho hangekufa, ama mimi ningepata uwezo wa haraka. Tulijaribu sana. Ukiuliza Dr. Angore pale Kilifi, hakuna kila dakika nilikuwa sipigi kumuuliza kwamba je, madaktari wote wamefika, wanangoja Manucho ama hawajafika. Nilipopiga tena habari wakawa washapewa, na mimi nikawa nimezipata kwamba walikuwa tayari, lakini ile message nilipata tu ya Dr. Angore, alisema Mheshimiwa Gavana, kijana ameshindwa. Lakini tunamwombea Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi, na wale ambao wamebaki kama familia, tutajaribu pale tutaweza, tuweze kuona tutawashika mkono vipi. Kumeongewa siasa nyingi sana leo hapa. Ukiniruhusu pengine nitataja moja mawili, lakini leo sina nguvu sana ya kuongea mambo mengi, lakini pengine nijibu yale ambayo yameongewa hapa. Mambo ya Kasemirini, Povuni, Sabasaba, ECD na Vulashaka, kwamba tayari mnajua tuliondoa kandarasi za watu binafsi. Kwa hivyo muunde kamati ya hizo ECD,
tuweke pesa moja kwa moja, wananchi wajenge hizo shule za chekechea. Tumeondoa mambo ya makandarasi kwa chekechea, kwa dispensaries, kwa vitu mingi, kuchimba visima na kazi ndogo ndogo zifanywe na wananchi, ndio miradi ishe, kwa sababu miradi ilikuwa haiishi. Kila mkandarasi akijenga mradi, akipoa pesa ya kwanza anatoroka, arudi tena, kwa sababu ndio maana mnaona kuna miradi mingi ambayo imesimama. Lakini ile miradi yote imesimama, tumeweka pesa na itaanza. Iwe hospitali ya Adu itaanza hapa Gongoni, tumeweka milioni 30 ya kujenga maternity. Tayari soko la Gongoni limeanza kufanyiwa marekebisho. Hapo Gongoni tumetengeza kabro. Ile barabara ya kutoka Mjanaheri kwenda Ngomeni imeanza. Kulikuwa na shida nyingi pale sana, lakini unajua mwezi moja na nusu hivi miwili iliyopita nilikuwa na waziri kutoka Italy ambaye anahusika na masuala ya San Marco, na tukasema lazima barabara, lakini wakasema kandarasi imechukua muda mrefu sana, kwa sababu huyu Philip alikuwa chairman wa CDA na wakawa pesa zimeongezeka. Kwa niaba yenu kama watu wa Magarini, nilifutilia mbali ule ushuru wa kuleta michanga, ushuru wa kuleta mawe, ili barabara ijengwe kwa haraka zaidi. Kwa hivyo tumetoa ushuru kwa niaba yenu, hawatalipa ili wajenge hiyo barabara ya Mjanaheri Ngomeni kwa haraka zaidi. Kuna barabara zingine najua hapa, kuna moja hapa katikati na vile tuliweka budget ya kutengeza, hii inapita karibu na watu wa Chumvi kwenda Ngomeni, itawekwa mara, sijui kama mkandarasi kama ako hapa. Kuna hii hapa ambayo nimekujia leo huko mbele na mkandarasi, na hapa nyuma ambao kumebaki nimwambia Waziri Philip atume hiyo greda imalize hiyo barabara kwenda mbele. Kule mnajua tulianza pale Kibaoni kwenda Adu, tulianza lami tukafanya kilomita 4. Mwezi wa 7 tutaongeza tena maybe kilomita 2. Tutajenga polepole kwa sababu kuna lami nyingi tutajenga katika kaunti. Kwa hivyo kila mahali tunaanza kwa awamu moja, tunaongeza. Tutaanza pia garashi hivi karibuni, Kibaoni garashi. Sijui kandarasi Philip amefika wapi. Kibaoni garashi imeanza ku contract. Mkandarasi hivi karibuni pia nitaanzisha hiyo Kibaoni kwenda garashi, barabara ya lami. Kwa hivyo tuko na miradi mingi katika Magarini hii, na mimi nashukuru sana. Leo si siku yake, lakini kwa sababu toka tumalize hii kura nilikuwa tu garashi, nilikuwa Marereni, nilikuwa Ngomeni, nilikuwa Magarini. Tukaambia watu asante tulipokuja kuomba kura mwezi wa 11. Wale ambao hatujapata fursa kuambia leo, wachukue nafasi hii pia niwaambieni asante. Najua siasa iko mingi sana kwa hii kaunti, lakini nataka kuahidi kitu kimoja, kwamba kaunti yenu ni salama. Kuna ukora mwingi inaendelea, porojo nyingi inaendelea kwa hii kaunti, lakini nikiwaambia hii kaunti ilipoichukua, na Manucho alikuwa akiwaambia kila siku kwa mtandao, miaka 3.5 nilichukua hii kaunti, ilikuwa katika kaunti 47 za Kenya. Kilifi County ilikuwa saa yote inasoma kuanzia namba 43 mpaka 46 kwenda na 7. Toka nichukue hii county nimeitoa namba 43. Sasa hii Kilifi Kenya hii, ukitaja county ambazo zinaongoza kwa maendeleo kutoka namba 1 mpaka 5, Kilifi County itakuwa. Na hii si maneno mimi naongea, sababu watu huzunguka huku mitaani, kuna pending bill, sijui kuna nini. Pending bill ni ule ukora ulikuwa umefanywa kwa hii county. Hii miradi yote umesikia Mheshimiwa Kiraga akitaja hapa, hiyo miradi yote ni pending bill, kwa sababu iliwekwa kandarasi, akapewa mkandarasi, lakini imeisha, watoto wanatumia. Sasa ni pending bill ama si pending bill? Kwa hivyo ndio maana nimesema hiyo miradi yote imefutiliwa mbali, inarudishwa kwa wananchi, wananchi wajenge. Ukiona tunajenga mradi ambao haujaisha, lazima utakuwa na pending bill mahali. Hii kaunti ya Kilifi kwa miaka 10 haijaweza kujenga makao makuu ya kaunti. Kwa miaka 3.5
Sasa hii naweka tile ghorofa 5 za makao makuu ya kaunti ya Kilifi ya kwanza. Hii kaunti, na ndugu yangu Kiraga anajua huyu, sababu alikuwa MC hata sana. Ilianza ofisi za MCS ama maofisi ya county assembly, yalijengwa miaka 8-7 hayaishi. Kila siku mkandarasi mpya, kila siku na pesa pia hawapati. Nilisimama na county assembly, na tunavyoongea hivi karibuni spika amenambia nyumba hiyo itakuwa imekamilika, na kwa mara ya kwanza utakuwa pia na maofisi ya MCA ama madiwani wenu. Ukifika Malindi, kama yuko ofisi ya hapa, lazima mpate ofisi ya pale bunge. Hiyo tumeweka pesa kama executive kuhakikisha tuna support ijengwe ili iishe, na miradi ingine mingi ambayo ilikuwa imeachwa. Leo hii tumefanya upasuaji zaidi ya watu 600 Marafa. Marafa tumeibadilisha. Ukifika Marafa mjini usiku utapata kuna vigae barabara, mataa yanawaka, wamama wanaweza fanya biashara usiku, na Mungu akipenda miezi 2-3 ijayo tumeanza kukagua ni vijiji gani katika hii kaunti ambazo wamama usiku wanauza samaki, ili tuweke taa kila mahali kaunti, ili watu usiku waweze kuuza biashara kuchelewa katika vijiji vile. Kwa hivyo sisi tuko na mpango wa hii kaunti. Najua kuna watu wanaongea mambo mengi sana, lakini kama alivyosema mwenzangu pale mbeleni, hawa watu tunawajua sana. Hawa watu tunawajua sana mimi, na wale waliofanya kwa hii kaunti leo si siku yake ya kusema, lakini kwa sababu wameendelea kunichokora kila siku, siku yangu itafika nikisha kuwafanulia yale yalikuwa yanafanyika, kuwafunulia yale yalikuwa yanafanyika kwa hii kaunti. Wengine watashindwa kufanya mikutano kwa sababu mambo ilikuwa imejaa kwa hii kaunti. Ilikuwa ukora, uporaji wa pesa, na hata mimi nilipoingia, hawa wanaotafuta ugavana leo wengine walinifuata wakaniambia, wewe ni mjinga sana wewe unataka kufanya kazi wa Giriama washukuru, njoo nikuonyeshe biashara ya kula pesa za kaunti. Na nikawafungia mpaka leo waulize kama wakipiga simu yangu wananipata. Kwa hivyo mimi sikuja hii kaunti kupora pesa ya umma, na mimi nimekuwa kiongozi wa siasa zaidi ya karibu miaka 20 sasa, ama miaka 20. Nimekuwa meya wa Malindi miaka 5. Nimekuwa mbunge wa Malindi miaka 5. Nimekuwa mbunge wa Kilifi North miaka 5. Nimekuwa chief whip wa bunge la Kenya na bunge la Afrika Kusini. Nimekuwa naibu wa waziri wa ardhi, na hapa nimetengeza skimu nyingi ambazo title nyingi hata hazijafika sasa hivi. Sasa hii hata ingine tunafanya ya hapa katikati, naitwaje hapa Pumwani na zingine nyingi. Na wewe nakuuliza, mimi nimekuwa kwa hii siasa, nimekuwa meya miaka hiyo, nimesema nimeleta wafadhili. Leo tumefufua utalii Kilifi County, biashara, viwanda vinajengwa. Nani haoni Mambrui hapa sasa hivi kumejaa watu wawekezaji? Kilifi, Mtwapa, Mariakani, kila mahali. Sasa hii vibarua vimeanza kujitokeza, na tunataka tusukue miradi mingi zaidi mashinani ili tuweze kufanya biashara, watu wafanye biashara huko mashinani. Kwa hivyo kuna mambo mengi yanaendelea kwa hii kaunti. Kama ni mambo ya maji, tumejaribu. Kuna shida nyingi ya maji kwa sababu visima vya pale Baricho 2 viliharibika. Kwa hivyo zimekuwa na shida sisi kupata maji patia wananchi, lakini pipe tumeweka nyingi kila mahali. Mradi wa kwanza nilifanya nilipoingia, nimeweka pipe mpya kutoka Gongoni mpaka Marereni. Sasa hivi tumeanza Marereni, tunaweka tunaenda vibao 2, tumefikisha kilomita 6. Ukifika upande wa elimu ya chekechea, kwa miaka 10 watu wenzangu walijaribu kupeana maziwa, yakapeana wiki moja yakaisha, si ndio? Toka niingie ofisi, wiki 3 baada ya kuingia ofisi, kila siku ninalisha watoto zaidi ya 60,000 wa chekechea uji kila siku.
Watu niliposema nitafanya hivyo walisema wao ni urongo, wanatafuta kula. Ni shule gani ya chekechea haina uji? Mtu anyoshe mkono. Ukienda upande wa fee, nilisema watoto wanaopata shule za kitaifa na hawajiwezi nitawalipia. Nikaambiwa ni hadithi. Sasa hivi wanaenda ama hawaendi? Mambo mengi watu walisema hayawezekani, kwa sababu hao walikuwa na ajenda zao tofauti. Mimi wanasikitika mara nyingine naangalia ndugu zangu wakija wakidanganya watu fulani sijui nini, kwa sababu wamezoea mimi wasiongei sana, lakini na wangoja tu. Si mnajua kuna wakati hata kama ububu na ukitu imekusema utaanza si ndio? Sababu umesema si ndio? Kwa hivyo nikianza siku hiyo watajua hawajui pia, kwa sababu yao yote ninayo hapa jana walifanya kwa hii kaunti, na sisi malengo yangu ni tubadilishe Kilifi kaunti. Afya nimeweka kipaumbele sana, na nimesema jana pale, wakina mama tafadhalini, shida kubwa tunapata sasa, tumepoteza wamama kadhaa toka mwezi wa 7 mwaka jana na uzazi. Tafadhalini, msichana ama mama kama ana uchungu, badala mwanze kumpitisha hospitali huku vichochoroni, alafu akilemewa hata hawezi kupumzi tena, ndio mnamkimbiza hospitali kule. Tafadhalini tuache, kwa sababu mama analetwa hospitali ya Malindi ama Kilifi amechoka, akifika dakika 5 anakufa. Utukalala numa ndani ya usungu hiyo anavuza milaso chimbi za hospitali. Na mwezi ujao tutaanza kampeni ya uzazi salama hapa kaunti, na kila hospitali hata zile za dispensary kuna dawa. Jana niliuliza madaktari jana, dawa ya kuzuia damu mama asife ni nini? Dawa moja ni shilingi 85. Kwa hivyo tupoteze mama kwa sababu ya 85. Nimesema mwezi ujao tukianzisha uzazi salama, kila dispensary ya kaunti itajazwa hizo dawa. Mama kama amemwaga damu amezaa, apewe hiyo dawa isimame, ndio akimbizwe hospitali. Tunakubaliana? Kwa hivyo tafadhalini, na niliambia waziri wa afya jana, hivi hospitali vidogo vidogo vinadanganya raia wetu, wa mama wakikufa huko kama wanawaua ndio wanaleta hospitali, tutazifunga. Hata hika hospitali ndogo ndogo tena takuza kuna ukongo na tungwashinda na utamanyana lunga nono. Unajua? Hivyo hospitali tutazifunga ili watu tuwe na afya ambayo inaangaliwa na wataalamu, si kila mtu ambaye anafikiri anaweza kufanya afya. Na vile nimeongea, sitaki kuongeza na mengi sana ya kuongea. Na hivyo kwa sababu nitarudi hapa tena nifungue miradi kadhaa ambayo iko tayari hapa Magarini, nitapata fursa ya kuongea na nyinyi. Leo ni siku ya kijana wetu Manucho, tumpatie wakati wake. Nimeongea machache kwa sababu najua kama Manucho angekuwa hayuko kwa ile sanduku, angelikuwa amesimama haya ndio yaongea leo, yangekuwa mitandao yote Kilifi, si kweli? Kwa hivyo nimesema tu nimshindikize na hayo machache, na nimwambie mama ya Manucho, kwa usikia uchungu wako na usikia mama, kwamba ajali hii ilipotokea, anaambiwa Manucho alikuwa ametoka hapa nyumbani kupanga mambo ya msiba, na najua uchungu mnausikia nyote wale mliokuwa karibu naye, jamii, mchumba wake Mary na hao wengine wote. Hatuna zaidi tunazoweza kufanya kumrudisha Manucho hapa. Pia tunazoweza kufanya ni kuwaweka katika maombi, tuwaombee mkuwe na nguvu, Mungu aweze kuwapa uvumilivu wa kuvumilia pigo hili kubwa ambalo limewapata nyinyi na amelipata mimi na vijana wangu wale wengine. Na wale niliyosema kwa ile timu ambayo nimesema, mambo ya mama yatimizwe haraka, mambo ya Samson ukimaliza kuomboleza utamwona Kiraga, tutakupa